Maashara muslimin, kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeaona maulidi ya hapa kwetu Ar-Rashidina mwaka huu 2025, na tutaraji Mwenyezi Mungu akituafikia na mwakani pia tutayaona tena inshallah, na kuendelea inshallah tutayaona. Amen. Na ikiwa Mwenyezi Mungu amejalia haya ndio ya mwisho, basi atupe husnul khatima. Amen. Tusiondoke ila na kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu zangu watukufu Waislamu, kwanza kabisa ni kumshukuru mwalimu wetu Ustadh Hassan kwa kunipa nafasi tukufu kama hii ya mimi kuzungumza, na alhamdulillah, hata kama hatakusimama kuzungumza, lakini wako wengi ambao waweza wakazungumza, na hatukuona kwa mashehe zetu waliotusomesha Imamu Rahil na wengineo kwamba katika majalisi pamoja na kuweko kwao, ila kuna watu ambao hutangulia kuzungumza. Hii ikitufundisha kutufundisha na wale wengine pia nao waweze kusikika, waweze kuzungumza. Kwa ajili hii ndugu zangu, nitamuomba Ustadh Hassan awe radhi tumuinue kijana wetu, ustadhi wetu, wanafunzi wetu Ustadh Salim Hussein, atazungumza machache. Baada ya kuzungumza yeye, tunaye mwalimu wetu Ustadh Mahmud Abdillahi, kuanzia mfungo 6 uanze mpaka mfungo 7 sijamsikia kuzungumza, mpaka natamani nimsikie azungumze. Baada ya kuzungumza Ustadh Salim, Ustadh Mahmud atamtilia taaliki machache. Baada ya hapo inshallah itakuwa tumemaliza, tutasoma dua na hafalati ziko, mawalidi yako. Kama hatukuzungumza hapa tutazungumza pale, tusipozungumza kule tutazungumza kule, lakini yote ni katika kumsherehekea Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جسد تمكن حب أحمد فيه، والله إن الأرض لا تؤليه، أو كيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. Ndugu mwanzo kabisa tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutukusanya mahali kama hapa patukufu kwa ajili ya kumsifu na kumsherehekea mtume wake mtukufu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, mimi kuzungumza mbele ya walimu zangu na wanafunzi wenzangu, nina imani ni sharafu kubwa kutoka ndani ya moyo wangu, na ni daraja fulani ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ametaka walimu zangu wanisongeze mbele. Ndugu zangu Waislamu, ulimwengu tulionao leo ni ulimwengu ambao mdogo hamuheshimu mkubwa,
wala mkubwa hamsikitiki mdogo. Na tunapouangalia Uislamu tangia kuja mpaka watu kuupokea Uislamu, ni jambo gani lilifanya watu waupokee Uislamu? Tutaona hakuna jambo kubwa zaidi ya tabia. Ndugu zangu, tutasoma tarehe sisi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Mola Subhanahu wa Ta'ala alimchunga na akamhifadhi Bwana Mtume, akawa ana tabia nzuri kuanzia utotoni mwake mpaka siku aliyokutana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na watu kukubali Uislamu kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwa sababu walikuwa wamemkubali Bwana Mtume kwa tabia zake hata kabla ya kupewa utume. Na hapa labda tuweke kitu wazi, Mtume ni mtume tangia hajazaliwa mpaka alipozaliwa ni mtume. Lakini kwa nadhara ya kibinadamu tuseme Bwana Mtume alipewa utume alipofikia miaka 40. Lakini Mtume alikuwa ni mtume kuanzia hata hajazaliwa. Kwa hiyo watu waliokubali Uislamu kwa sababu ya tabia za mtume. Hata wale waliokuwa wakimpinga mtume, wao wenyewe wakati mwingine wakikaa kando kusema sisi tumpinga huyu, lakini sote tumkubali kwa mtume. Hakuna lingine ila ni kwa tabia zake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana tunasoma kisa maarufu, Bwana Mtume alipokutana na yule bibi mzee. Bwana Mtume akaamua msaidie yule bibi mzee mzigo wake. Sasa Bwana Mtume akamsaidia yule mama, wakienda wakizungumza. Kisha yule mama ikawa mweleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna kijana amedhihiri katika mji wetu huu, atusumbua sana, ni mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumjibu chochote. Wakaendelea mpaka alipofika Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza yule bibi, je, wamjua huyo Muhammad anadai mtume? Nabii akasema la, simjui. Akamwambia mimi ndio huyo Muhammad. Kwa hiyo bibi akasilimu, kwa sababu ni nadra kumwona mtu ameacha shughuli zake na akamsaidia mtu, akaacha shughuli zake kumsaidia mtu mpaka kumfikisha na kwenda. Kwa hiyo utaona watu walikuwa wakisilimu kwa sababu ya tabia nzuri. Soma katika tarehe Uislamu kuingia Indonesia, soma katika tarehe Uislamu kuingia India, watu wamesilimu kwa sababu ya tabia za watu wema. Lakini angalia sisi leo tuko wapi na tabia nzuri? Na twadai tumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twadai tumpenda Mola Subhanahu wa Ta'ala, wakati Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Mtume atusomea aya kutoka Mola Subhanahu wa Ta'ala, waambie Bwana Mtume Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, mkiwa nyinyi mwampenda Mola Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni yuhibbukum Allah, nifuateni mimi atawapenda nyinyi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa kuwa sisi tumpenda Mola Subhanahu wa Ta'ala na tumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ni lazima tujibidiishe, tujifunge kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Ma nahala walidun, hajampa zawadi mzazi, waladan, mtoto yoyote, min nahlin, kutokamana kipoa ama zawadi aina yoyote, afdala min adabin hasanin, zawadi mzuri ukitaka kuwapatia wanao, kipoa kizuri ukitaka kuwapatia wowote ambao wanafungamana na wewe, basi ni tabia nzuri. Ndugu zangu Waislamu, walimu zetu wako hapa na watatueleza kwa miaka ya nyuma iliyopita na miaka leo iko namna gani. Leo fungua simu yako,
ingia kwa social media, utaona watoto wangapi wa Kiislamu ni uchafu mara ngapi wanaofanya ndani ya mtandao wala hawajali. Utaona binti ya Kiislamu avaa maninja na kujisiri, lakini huyo yujiposti kwa mitandao akiwa kichwa wazi. Ajiposti kwa mitandao amevaa nguo sampuli ya ajabu. Binti huyo wa Kiislamu ambao Uislamu umekuja ukawaheshimu wanawake, lakini wanawake wenyewe wanajitoa heshima. Mola Subhanahu wa Ta'ala amewastiri, wao wanaitoa sitara ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, wanadhihirisha mapambo yao mbele ya watu wasiokuwa maharimu zao. Na haya ni mambo ndugu zangu Waislamu miaka nyuma hayakuwa. Leo watu wamekuwa wanadai haki kinyume na haki za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yote hii kwa sababu tumeacha mafundisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, tumeacha maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, nikimalizia, sisi kama wazazi ni lazima tujitahidi sana kuwatengeza vijana wetu kwa ajili ya kuwa na tabia nzuri, ili tuhakikishe kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endapo sisi kama wazazi tutafeli kuwatengezea watoto wetu wawe na tabia nzuri, basi tusiwalaumu watoto wetu wala tusiwalaumu wajukuu wetu watakaokuja, kwa sababu sisi ndio tutakuwa tumeanza kuharibu. Na mzazi anapoharibu, mtoto halaumiwi. Ndio ile mshairi akasema, idha kana rabbul baiti bitabli dhariban fala talumis biyana fihi ala raqsi. Ikiwa mzazi ndio anayepiga ngoma, basi usiwalaumu watoto ukiwaona wanacheza. Mpaka hapa nitakoma, nadhani itakuwa nimetekeleza amri. Ujumbe wetu ni kwa ndugu zangu Waislamu, tuzitengezeni tabia zetu ziwe ni za kuridhisha, turidhiwe na Mola Subhanahu wa Ta'ala, turidhiwe na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa machache na mengi, assalamu alaykum wa rahmatullahi.